Rafa. Mwambie. Safi uko poa? Poa vipi? Vipi? Mbona nimeamka nimetoka faster tu vipi? Aisee, huko ndani joto sana. Huko ndani? Hakukaliki. Nimejaribu kulala hakulaliki. Kuna joto kishenzi. Yaani sasa sijui mjomba ndani kalalaje. Mjomba yuko ndani? Yuko ndani huko. Kala na demu wake. Demu wake? Ndio. Kwani mjomba si ametuambia hakuna kuingiza mwanamke ndani? Sasa wewe unamshangaa huyo si ndo mambo yake. Yeye sisi ametukataza kuingia na mwanamke. Yeye sisi ametukataza kurudi usiku. Yeye sisi yani kila tunachokifanya sisi huko ndani kibaya. Ila yeye akifanya sawa. Ametukataza kurudi usiku. Ametukataza kuingia na mwanamke. Yeye hajaoa. Na anaingia na wanawake ndani. Yeye kurudi anarudi muda anaotaka yeye saa 5 saa 6 fresh. Ila wewe ukichelewa kidogo tu saa 2 maneno huko ndani yameanza. Kwa hiyo yupo na demu wake ndani. Lakini hii yote ni tatizo hii nyumba ya ulisi. Sikilize ndugu yangu. Kama vipi hapa inabidi akiondoka demu wake. Mimi leo nitatoka, nitachelewa kurudi. Kivyo vyote atatuita tena tuweke kikao. Pale pale kwenye kikao tunamwambia kama vipi mjomba hii nyumba iuzwe kwa sababu hii nyumba anashare na mama. Kila mtu afe na chake. Hapa sisi tunanyanyasika. Sasa hiyo swala ni swala ambalo kuongea na bibi mkubwa kwanza. Tukimwambia bibi mkubwa akishaelewana aongee na ndugu yake. Mkubwa hawezi kukataa na tusikiliza sisi. Hii nyumba ya ulisi. Kwa ninakwambia mzee atakubali. Atakataaje na kati nyumba ulisi? Yuko yeye na bibi mkubwa. Hapa sisi inabidi tumshawishi bibi mkubwa waauze nyumba kila mtu afe na chake. Kwanza mzee mwenyewe huyu hajazaa. Ndugu zake, yeye ndo ndugu yake kwa sababu yeye ndo kaka yake. Hivi kuna mzazi anaweza kukubali sisi tunyanyasike hivi? Sawa, mjomba kwa anachotufanyia sisi ni bora hichi kibanda kiuzwe. Yeye analingia hichi kibanda. Haina chochote. Wewe una demu? Na mimi. Hapa Digila. Digila una demu? Hapana mjomba. Una demu? Sasa mzee mimi nijali. Ndio maana yupo ndani. Kala. Mnanisikia sijui hapo? Ndio mama yenu yule ana vya kwake kule alipo. Hii nyumba ni ya baba. Ndio maana kanilisisha mimi. Mmekaa mnajadili kwanza sikilizeni kitu kimoja. Mimi na mama yenu hatujakutana kwa baba. Mnaelewa? Tumekutana kwa mama. Vitu vilisiwe. Sije vya nani? Mnataka zenu. Mlikuja yani wadogo, hamna hata vitambi hivi mna vitambi. Mimi kuambia mrudi saa 12, nyinyi ni watoto wa kiume. Sasa hivi hali mbaya. Nakaa tu mali. Kwanza hapa penyewe nje pachafu. Mmeshindwa hata kufagia kulimalima mpaka nilime mimi. Mrudi saa 12 ili mkae vizuri, tulie mwe mna afya zenu. Hala? Kaa tu mali. Tafuteni vya kwenu. Hivi sio vya kwenu. Aha. Mmekaa tu mali. Nataka mali. Vitu tugawane ili wewe. Nitagawana mimi na utumbo wangu. Sina hata mtoto. Mimi na utumbo wangu. Nyumba. Tugawane. Nyumba mkorofi. Hapa sisi tunateseka mna. Hakuna cha lakini. Kwanza nilitoka na mrungu ni wakumute, lakini nikaanza kusikiliza vizuri. Eti tugawane mali. Tugawane mali wewe ulisaidia nini hapa? Bora hata mimi nilisaidia kuleta mchanga. Bwana basi bwana. Hakuna cha basi bwana. Limelimeni hapa ni hapa hata 200 500 mkaende mkanunua hata fresh. Bigira. Na wewe na hiyo barakasha yako kabisa una swali kabisa. Unakaa unaanza kupanga mipango sio kweli. Nyumba mimi niko. Uko wapi? Washenzi wakubwa nyinyi. Mali. Watoto wadogo mnataka mali. Tafuteni kwanza. Tafuteni vya kwenu. Naambia mmeondoka na msirudi kabisa. Ikipita tu saa 12 hamjarudi. Msirudi kabisa na milango nafunga. Wewe ifika saa 12.